Kesi ambayo inaenda kwa jina la mapenzi yalivyomiwa na usaliti. Hii inaitwa mapenzi yanayochukuliwa kwa usaliti. Ni hadithi yenye kusisimua sana. Amina alikuwa ni msichana wa kawaida mwenye ndoto kubwa na moyo wa huruma. Aliishi familia yake ya wastani tu, lakini kila siku alijitahidi kusonga mbele. Siku moja chuoni alikutana na Rashidi, kijana mzuri mwenye tabasamu la kuvutia. Mara tu walipokutana kulikuwa na kitu maalum. Hata jinsi alivyokuwa anamuona Amina kama mtu wa kipekee na jinsi alivyokuwa anasikiliza kila neno lake. Sasa siku moja uhusiano wao ulikuwa zaidi, walikuwa karibu kila wakati, wakicheka pamoja, walisema siri zao na kulala wakiwa ndoto za pamoja. Watu waliona kwamba walikuwa wanajengwa kimapenzi ya kweli. Hata marafiki zao walikuwa wakishangilia uhusiano wao. Lakini furaha yao haikuchukua muda. Hatua za Rashidi kuanza kuwa dhahiri zilibua mashaka kwa Amina. Mara nyingi alionekana kukwepa simu, kuwa simu zake za siri. Mara nyingine alikosekana bila sababu. Amina alijaribu kujiambia kwamba labda alikuwa sababu, lakini alikuwa na sababu za halali za kufanya hivyo. Lakini moyo wake ulijua kwamba kulikuwa kuna kitu kilikuwa kibaya sana. Sasa siku moja Amina alikutana kwa bahati mbaya na rafiki wa Rashidi ambaye hakutaka kumficha ukweli. Rafiki huyo alifichua kwamba Rashidi alikuwa na uhusiano na mwanamke mwingine kwa muda mrefu, na kwa mara nyingi alifanya kuwa siri. Amina ndiye pekee muda huo moyo wake ulikuwa umeganda. Sasa ili kupata faida zake binafsi, moyo wa Amina uliungua, machozi yaliteleza bila kudhibitiwa na dunia yake yote iliona kama imeanguka. Lakini Amina hakuruhusu huzuni iweze kumchukua na kuweze kumfanya ajisikie vibaya. Aliamua kukubaliana na Rashidi. Alipokutana naye kwa maneno makali, alimwambia kwamba nimegundua kila uongo, kila siri, kila udanganyifu. Mapenzi hayafanani na maneno matamu, yanahitaji heshima na uaminifu. Rashidi alijaribu maneno hayo kuzoofisha, lakini alijua Amina alikuwa ameamua tu kufanya alichotaka kufanya. Baada ya siku nyingi, maumivu ya Amina yalianza kujijenga upya. Alijifunza kuwa thamani yake haitegemei mtu anaweza kumdanganya. Alianza kushughulikia ndoto zake na kujenga maisha yake na kupata nguvu ya kujitegemea. Hatimaye alijua kuwa mapenzi ya kweli ni yale yanayokupa heshima, furaha na uaminifu. Wakati Rashidi alipojaribu kurudi, Amina alikuwa tofauti sana. Alikuwa jasiri, mwenye uhakika na tayari kuacha aliyopita. Alimwambia kwa utulivu lakini kwa nguvu, sasa nimejua thamani ya nguvu. Mapenzi ya kweli hayahusiani na udanganyifu, bali ukweli na heshima. Rashidi alibaki peke yake akisikia maneno mazito na moyo wake ukijutia yote ambayo amemfanyia. Amina alihamisha kabisa moyo wake na mapenzi yake ya moyo mmoja kwa Rashidi. Alikuwa kila kitu kwa upande wake amekitoa kabisa, yani hataki kabisa kusikia tena kuhusu Rashidi. Sasa Amina alihama na moyo wa amani, akijua kuwa Rashidi alimfanyia hivyo na ilikuwa kama ni funzo tu, na kila kuumizwa ni hatua ya kuwa mtu hodari. Na hapo ndipo walipoanza maisha mapya, akiwa